ni important sana ama ni muhimu sana kujua mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako. Nataka tuingie katika John 6:38. Kitabu cha John 6:38 ili tujue umuhimu sana wa mapenzi ya Mungu. Umuhimu sana, na ili ya kwamba Bwana akatusaidie kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Kitabu cha John 6:38. John 6 tusome. The book of John 6:38. John 3:8. John 6:8. For I came down from heaven, Yes. not to do my own will, Yes. but the will of him that sent me. Yes. And this is the Father's will, Yes. which has sent me, Yes. that all which he has given me, Yes. I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Amen. Sikia kanisa la Mungu kwenye Mungu anavyotunenea, ili ya kwamba tukajua mapenzi ya Mungu siku ya leo, na ili ya kwamba tukajua Mungu anataka sisi tufuate mapenzi yake, mapenzi ya Mungu jinsi ilivyo halisi. Inasema hivi, nisome na Kiswahili mstari wa 38. Inasema hivi: kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema Yesu akasema hajashuka kufanya mapenzi yake, bali ni mapenzi ya yule aliyemtuma. Kuna kitu ambacho Yesu anatufunza mahali hapa. Wakati Yesu alishuka, alinyenyekea kama mwanadamu, kwa sababu alikuwa amevalia mwili wa mwanadamu, akanyenyekea. And that's why Yesu Kristo ni Mungu, lakini alivalia mwili wa mwanadamu. Na ndiposa tujue mapenzi ya Mungu, tutakuwa tukifuata mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo akaishi maisha kulingana na mapenzi ya Mungu. And that's why Yesu anasema hakushuka kuja kufanya mapenzi yake, ili atufunze sisi wanadamu ama sisi watoto wa Mungu kuhusu kufanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ya kwamba inasema hivi: kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisiwapoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi ya Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maandiko inanena vizuri sana kanisa la Mungu, ya kwamba Yesu Kristo akasema hakushuka ili afanye mapenzi yake mwenyewe, bali ni mapenzi yaliyempeleka. Haleluya. Mapenzi aliyempeleka ni Mungu Baba. Alikuwa anataka Yesu Kristo asulubiwe ili atuokoe. Haleluya. So mapenzi yake Yesu Kristo ni kutuokoa. Maisha yake aliyokaa hapa duniani, aliishi maisha ambayo ni ya kutuokoa, maisha ambayo ilikuwa ya kwamba Yesu Kristo ajitukuze na ili awaonyeshe mataifa na afanye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. And that's why Yesu Kristo, kanisa la Mungu, mahali hapa hakusema yeye ni Mungu, na Yesu Kristo hakusema alikuja tu afanye mapenzi yake mwenyewe. Ni kwa sababu Yesu hakusema vile, alikosa kusema vile kwa sababu yako na kwa sababu yangu, ili tunamfuata yeye, ili tunafanya mapenzi aliyetupeleka Yesu Kristo, ili
tufanye mapenzi, maisha yetu kanisa la Mungu, wakati ulipoingia ndani ya tumbo la mama yako na hata before, maisha yako Mungu aliplan na akasema kutoka hapa utaenda hapa na kutoka hapa utaenda hapo. So hiyo ndio mapenzi ya Mungu, na mapenzi ya Mungu ilikuwa ya kwamba jinsi ilivyo ikatimia. Haleluya. Na wakati mapenzi ya Mungu inavyotimia maisha yako, mambo yako inakuwa sawa, kwa sababu imetimia katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo katika dunia hii hatupo hapa tuyafanye mapenzi yetu, hatupo hapa duniani tuyafanye mapenzi yetu, bali tuko hapa tuyafanye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotembea, unaposoma, unapoendelea na huduma yako, jua ya kwamba inafika wakati unamwambia Mungu, wacha mapenzi yako itimie. Kwa sababu nini? Mapenzi ya Mungu kuna venye alikuwa amesema itakuwa. Haleluya. Kuna venye mapenzi ya Mungu alisema itakuwa. Duniani tunang'ang'ana na mambo mengi, lakini je, tunajua mapenzi ya Mungu? Haleluya. Maybe unaenda hii njia, lakini Mungu alikuwa ameplan uende west na wewe unaenda east. Bwana Yesu asifiwe sana. Unadhani ya kwamba ikiwa Mungu alikuwa ameplan utaenda njia ya west na unaenda east, kanisa la Mungu, mambo mengi haitakuwa sawa. Haleluya. Huduma haitakuwa sawa, masomo haitakuwa sawa, kwa sababu haujafanya mapenzi ya Mungu. Haleluya. Ili kulingana na maisha yako. Tusomee 39. Yes. And this is the Father's will, yes, which has sent me. Yes. And all which has given me. Yes. I should lose nothing. I should lose nothing. I will raise it up again. Yes. At the last day. Amen. 40. And this is the will of him that sent me. Yes. That everyone which sees the Son, yes, and believes on him may have everlasting life, and I will raise him on the last day. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipeana mapenzi ya Baba, maana Yesu Kristo ni Mungu, lakini alikuwa anajua hiyo mambo yote jinsi ametumwa kuyafanya. Ati anasema verse 39. 39. Yes. And this is the Father's will, yes, which has sent me. Yes. And that all which he has given me, yes, I shall lose nothing, but shall raise it up again at the last day. Hallelujah. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nifufue siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So mapenzi yake Yesu Kristo ilikuwa mtu asipotee. Hallelujah. And that's why maisha ya Yesu, kwa sababu alikuja kuokoa, na hivyo ndivyo Yesu alihubiri, akaenda kila vijiji na miji, ili watu wasikie kweli, ili watu wakombolewe, ili watu waponywe. It was the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu Yesu alikuwa anajua the will of the Father, akayafuata ili kusiwe tutapotea. And even now, na wale wameenda, hakuna mtu atakayesema sikusikia. Hallelujah. Hakuna mtu atasema nilienda kwa Yesu akanikataa. Because the will of God ilikuwa Yesu aokoe kondoo. Hallelujah. Na akaweza enda hadi msalabani. Ingali alikuwa ametoka mbinguni, alikuwa na mamlaka ya kusema sitasulubiwa. Alikuwa na mamlaka ya kusema sitaenenda msalabani, nitaangamiza hiyo dunia. Alikuwa na nguvu, lakini kwa sababu mapenzi ya maisha yake hapa duniani aliyokuwa ametumwa ni ya kuokoa. Je, wewe na mimi tunajua mapenzi ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni vyema kujua mapenzi ya Mungu? Si ni vyema kumwambia Mungu, nifunulie mapenzi yangu, mapenzi yako juu ya maisha yangu? Sitaki kujitawala. Maisha yangu sitaki kujitawala. Masomo yangu sitaki kujitawala. Huduma yangu sitaki kujitawala.
ndoa yangu sitaki kujitawala, watoto wangu sitaki kujitawala, nataka your will to be done. Hallelujah. Jesus Christ came to save us. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alikuja kuokoa sisi, kutuokoa, na akatimiza kwa sababu mapenzi yake ilikuwa vile. Jesus Christ did the will of God. Alifanya the will of the Father na akatimiza. Nasi siku ya leo anatuambia tujue mapenzi yake halisi, tujue mapenzi ya Yesu Kristo halisi juu ya maisha yetu. Tusiwe tunapingana yenye Yesu alikuwa anasema tukae hivi na sisi tunaenda east. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa na vita nyingi sana dadangu ama ndugu yangu, ikiwa Mungu sisi tunaweza ona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mimi kwangu katika maisha yangu huwa naona hata masomo yangu kuna mahali nikatizwa, kwa sababu mimi nikiwa mdogo hata kazi zikisema wewe utakuwa na, nilikuwa nataka niwe politician, lakini kwa sababu the will of God alikuwa nitume, angekatiza. Kuna mahali alikatiza akasema wewe hautafika mahali, hata ukienda katika pale itakukataa, hautakuwa na hizo zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ingefika mahali tupingane na Mungu, Mungu ananiita nami nataka kuendea hiyo njia. So kuna mapenzi ya Mungu. Haleluya. Na kwa sababu hatujua, ukiuliza kila mtoto atakwambia ninataka kuwa pilot, ninataka kuwa daktari, nataka kuwa teacher, nataka kuwa engineer. Lakini je, umeuliza Mungu the will wa huyo mtoto? Bwana Yesu asifiwe sana. Ili isifike wakati uanza kuona kama Mungu ako against wewe, ati it was the will of God mtoto wako akuwe huko, it was the will of God wewe ukae hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapingana. Haleluya. So today nataka tuombe, nataka tutafute Mungu, nataka tujue the will of God in our life, tujue haswa mapenzi ya Mungu juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. How do I know the will of God? Bwana Yesu asifiwe sana. How? Sikia, maandiko inasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko inasema vyema na vizuri ya kwamba si yote amuitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba. Mapenzi ya Yesu ni gani? Tumeona na tumeona Yesu Kristo aliyafanya mapenzi, na tukajua number one, yes, obey the word of God. Hata kama uko na kipawa, hata kama wewe unajulikana kuwa mwombaji, hata kama unakemea mapepo, do the will of God. And the will of God, tumeona number one ya kwamba obey the word of God. If you do not obey the word of God, you can't enter the kingdom of God. Hallelujah, the church. Amen. Hallelujah. Amen. Hauwezi ingia ufalme wa mbinguni, because the will of God kwetu ni sisi to obey the word of God. The will of God number one, yenye inastahili maisha ya kila mtoto wa Mungu awe akitii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Na hapo ndipo utaishi maisha matakatifu. Maisha matakatifu huwezi ishi nje ya neno la Mungu. Hallelujah. Holiness inside and outside, huwezi kaa kama haukai na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So inasema hivi 22 nasema hivi. Yes. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name have we not cast out demons, and in your name have we done wonderful works? And will I prophesy unto them, saying, I never knew you, depart away from me,
you workers of iniquity. Amen. Sikia, wengi wataniambia siku ile, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Verse 23. And I will prophesy unto them, and I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hiyo kama kuna verse yenye inakuwa na huzuni, hiyo verse. Ati ya kwamba unaomba, unakuja kanisani, lakini siku ile ya Yesu ya hukumu akwambie sikujui. Hata kuambia kwa kukubaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Atasema kwa sababu haukufanya mapenzi ya Baba. Na mapenzi ya Bwana ni number 1 tumeona ni kukaa kwa neno lake. Hata uwe mwombaji, hata uwe na kipawa, hata uwe unahubiri watu wanaamuka na viti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama huwafanyi mapenzi ya Mungu, hauwezi ingia ufalme wa mbingu. Hauwezi ishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kuvalia na kufunika mwili wako ni holiness, lakini tunaitoa kwa neno la Mungu. That's why mtu asije akakwambia ati wakati unafunika mwili wako, wakati utembei kama watu wa dunia wanasema my dress my choice, wakati huo, wakati unaishi maisha matakatifu, kuongea kwako, kuvalia kwako, mtu asije akakwambia ni udini. Kwa sababu nini? Hata wakati unamfanyia Mungu, waambie hatufanyi kwa udini, tunaifanya it is written. It is written. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unatii neno la Mungu, wakati unakaa kama neno la Mungu, utaishi maisha matakatifu. Kwa sababu utajua Bwana amenigemea. Na Mungu huwa anaongea na neno lake. Ukifungua neno la asubuhi utake kujua mapenzi ya Mungu, fungua neno la Mungu ile basi utasoma. Mungu amekunenea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekunenea. Na Mungu anataka ukikaa karibu, hata kama tunafanya mambo magani. Kwa sababu 22, rudie 22 mtumishi. Unasema hivi, then he will say unto me in that day, yes, Lord, Lord, yes, have you not prophesied in your name? Yes. And your name have you cast out demons? Yes. And in your name have done many wonderful works. Angalia, hawakemei na jina lingine. Hawakemei na jina lingine. Hakuna mtu nje utakuta ati amebeba kitu kingine. Watabeba neno. Wanabeba neno. Wanatumia jina la Yesu. Usidanganywe kule nje kwa sababu mtu anatumia jina la Yesu. Yesu ni mpole. Haleluya. Unasikia mtu anafanya mambo ambayo ukisikia inaweza kukuchangaza, ameua, amefanya mambo machafu na anatumia jina la Yesu. Anaiba, mnaamuka. Anatabiri, mnaamuka. But kanisa la Mungu understand this. Kama hufanyi mapenzi ya Mungu, hawezi ingia ufalme. Obey the word of God. Haijalishi kile itakubalimu, wache kubalimu, lakini tii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi tumeambiwa na mtumishi wa Mungu, Bible study. Yesu, watu wanakunywa maziwa, lakini inafika wakati ambapo hutakunywa maziwa tena. Kwani kondoo anakunywa maziwa siku gani? Ama mtoto? Tuko na mtoto Tribune pale, alizaliwa juzi, sasa yako na miezi kadhaa. Akikaka utasikia ameacha kunyonya, ameanza ziko karibu kuanza kukula chakula. Kidogo tu miezi kidogo, usikie Tribune ameanza kukunywa uji. Ende hivyo muone akiwa anakula githeri, amekula nyama. Kwa sababu hawezi baki pale ukiwa mtoto. Obey the word of God. If you want to do the will of God, obey the word of God. Na ukifanya mapenzi ya Mungu, hakika kanisa
hapo ndipo utapata furaha iliyo kamili. So haijalishi kipawa, hiyo ni mambo. Angalia moyo wako. Je, ninafanya mapenzi ya Mungu? Ninafanya mapenzi ya Mungu? Haleluya. Kutabiri inaweza kuwa ni mapenzi ya Mungu na kuhubiri, lakini first obey the word of God. Live a holy life. Hallelujah. Amen. To live a holy life is the will of God. Is the will of God. Hiyo sio dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hakuna mambo atusijui nini. No, it is the word of God. Na Mungu anatuambia Yesu alikaa na akafanya mapenzi ya Baba. Haya, nataka tujue, kwa sababu tumejua. How do I know the will of God? Tafuta Mungu. Tafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tafuta Mungu na atakujibu. Tafuta Mungu atakufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata acha maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata tupa maombi yako, ukimtafuta ataonekana. Haleluya. Amen. Ataonekana kwako, ukimtafuta ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 Isaiah 55 verse 6. Nasema hivi. Yes. Seek you the Lord, Yes. while he may be found. Yes. Call upon him while he is near. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ati amesema vizuri sana. Acha tusome na Kiswahili. Inasema hivi. Isaiah 55 mstari wa 6. Mtafute Bwana wakati anapatikana. Mwiteni wakati ako karibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtafuteni Bwana wakati anapatikana. Hii Kiswahili nasema madamu anapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati anapatikana, ukimuita, ukimtafuta ataonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. So atakufunulia. So when you seek the Lord katika maisha yako, atajifunua. Atajifunua vyema sana. Kwa sababu nini? Kwa sababu atakufunulia mapenzi yake ni gani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atakufunulia sana mapenzi yake. That's why Mungu anasema seek God through prayer. Na pale amesema tukimuita, sikia, muiteni wakati ako karibu. Haleluya. Amen. Kanisa la Mungu, kuna wakati wa Mungu. Kuna wakati Mungu anataka tumuite. Ukisikia Mungu anataka uombe, jua ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anataka umuite. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. So ili maisha yetu, je, kutoka ulipozaliwa hadi saa hii, kila siku lazima uambie Mungu, let your will be done. Wacha mapenzi yako yakatimie. Wacha mapenzi yako halisi yakatimie siku ya leo. Wacha mapenzi yako halisi yakatimie. Ili kwamba tukafanya mapenzi yako, lazima Bwana nifunulie. Nionyeshe mapenzi yangu juu ya maisha yangu. Baba, unamwambia ninahitaji masomo, lakini Baba, wacha mapenzi yako itimie. Nahitaji ndoa, wacha mapenzi yako itimie. Nahitaji kazi, wacha mapenzi yako yatimie. Nataka kukutumikia, na wacha mapenzi yako itimie. Nionyeshe mapenzi yako halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu na Mungu atusaidie. Maybe wakati unaenda Mungu naye anataka uombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umerelax naye Mungu anataka usome neno. Haleluya. Amen. Kuna the perfect will of God na atatufunulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukikaa karibu na yeye. So kuna kitu nataka tujifunze ambayo imefanya wengi tusipate mapenzi ya Mungu. Kwa sababu the devil, andika hapo, the devil fight against you
not to do the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hakika shetani hawezi akaiblock. Tutasikia kwa neno la Mungu. Ukifanya mapenzi ya Mungu, hata aruke kiasi gani, hawezi funga mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. But kile huwa anafanya, nataka hapa tujue kwa secret. Kile shetani huwa anafanya, before you do the will of God, huwa anakuletea confusion. Usifanye mapenzi ya Mungu. Unajikuta umefanya mambo sio mapenzi ya Mungu. Ukifanya mambo sio mapenzi ya Mungu, anakuataki vizuri. Unashindwa kwani naombana nini? Lakini maybe kile ulipata, mambo uliyofanya, it was not the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is good to pray. It is good to seek the Lord. Atufunulie, atuonyeshe, atuongoze katika the perfect will of God. So the devil fight you again. The devil fight against you not to do the will of God. In the book of Matthew 16:21. Matthew 16 verses 21. Let us understand the word of God. Na venye shetani huwa ili tusiwe confusion isije ikawa tukose kufanya the perfect will of God. Matthew 16 verses 21. Yes, from that time forth began Jesus to show unto his disciples, yes, how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Yes. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from me, Lord, this shall not be unto you. But he turned unto Peter and said, Get behind me, Satan, you art an offense unto me, for you serveth not the things that of God, but those of men. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Amen. Maandiko inasema vyema. Kuanzia 21. Mathayo 16:21. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Yesu aliwaambia vile mitume venye itakuwa, atauawa, atashikwa na wazee, watamuua na atafufuka siku ya tatu. Verse 22. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasa Bwana, hayo hayatakupata. Angalia, Petro aliribuku Jesus Christ. Alimkemea, ni kama venye mtu anaweza kukuita akutoa nje akukemee. So Peter alitoa Yesu akamribuku. Bwana Yesu akaribuku Yesu kwa sababu amewaambia atasulubiwa, atauawa na atafufuka siku ya tatu. Petro wakati alisikia hiyo, aliona hiyo jambo hapana, Yesu haitakukuta, akamuita akamkemea. Sikia 22. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, ukikwaza kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Tusome 23 ili tujue na tuingie ndani tujue kwa nini Mungu anatufunza siku ya leo. Wakati tutafanya mapenzi yake maishani yetu, hatutawezeka. But he turned unto Peter and said, Yeah, Get behind me, Satan. get behind me, Satan. You are an offense unto me. For you serveth not the things that of God, but those that of men. Anaweza ya wanadamu, lakini ya Mungu no. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Yesu anakuambia ufanye mapenzi yake siku ya leo? Kwa sababu shetani hawezi ya Mungu, anaweza ya wanadamu. Kuna ya wanadamu na kuna ya Yesu Kristo. Soma tena 23. But he turned unto
unto Peter, Yes. and said, Get behind me, Satan. Yes. You add an offense unto me, for you servest not the things that of God, but those that of men. Amen. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ya Mungu no. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shetani akiangalia aone umefanya the will of God na venye unatembea ni mapenzi ya Mungu, hata akijaribu hakuwezi. Ataleta vizuizi mingi, lakini wewe hakuwezi. Ukifanya the will of God, haleluya, ukiomba Mungu akuvumilie ni mapenzi yako, dada yangu, ukiyafanya mapenzi ya Mungu, na kuambia Shetani huwa anabomoa wanadamu. Traditions za wanadamu huwa anazikuja anazimaliza, ni ya wanadamu hiyo, lakini iliyo ya Mungu iliyo kamili. That's why Yesu hapo anaambia Peter, Shetani alimuingia nani? Peter. Kwa hivyo hakuna mtu hawezi ingia na Shetani. Ikiwa Peter na alikuwa mtume, aliingiwa ili ambie Yesu asifanye mapenzi ya Baba. Haleluya. Umesikia pale juu, the book of John 6:38. Jesus Christ alikuja kuokoa. It was the will of God. Yesu atuokoe. But hapa Peter anamwambia hapana, utafanywa hivyo, utauawa. So Shetani alinena na Peter. Sijui kama umeshaenda usikie mtu amenena. Nataka nikupe siri moja. Siwezi kusema ati ni wanadamu wao wananena huku. Hata ukifanya kazi ya Mungu usikiza, utasikia mtu amenena neno, ujue huyo sio mwanadamu. Ni Shetani. Shetani huwa anaongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa anaongea. Unasikia mtu amesema jambo na kukukwela. Unadhania ni mwanadamu ameongea? Unadhani mtu amekuja na akanena jambo, maybe ulikuwa unafanya mambo mazuri ya Mungu, anaibro, unadhani ni mwanadamu? Ni Shetani mwenyewe. That's why Yesu hakulibuko Peter. Hakusema get behind me Peter, no. Get behind me Satan. Na alipelekana na Peter. Haleluya. Kwa hivyo wakati Shetani alitoka kwa Peter, Peter alibaki kwa Peter. So nataka tuone, kwa sababu tumejua the devil alikuwa anataka Yesu asisulubiwe, kwa sababu alikuja akajua akisulubiwa nguvu imekuwa nyingi, mamlaka yake imeisha. Vile alikuwa anatesa watu, hiyo mambo imeisha. Akajaribu kuleta vikwazo. Number 1, mambo abaya Shetani huwa anakuletea ili ablock usifanye mapenzi ya Mungu. Ni disobedience. Tumepata pale obedience. Hapa disobedience, wakati unafanya disobedience, wakati unaambiwa jambo na Mungu unakosa kufanya, unampa Shetani mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yako wakati unashindwa jambo, huwa na waza na nasema wakati wote, watu wengi huwa wanasema mtu anafanya disobedience alafu anashindwa vitani, anasema ni Yesu ameshindwa. Yesu hajashindwa vita, ni sisi wanadamu, kwa sababu maybe disobedience. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usiwahi sema Yesu ameshindwa. Ameshindwa na nani? Haleluya. Nani amemshinda? Bwana Yesu asifiwe sana. Na anasema yule aliye ndani yako ni mkuu kuliko. Tumeambiwaje? Tukaribia Mungu. Sio Shetani anaona aliye ndani yako anakimbia, na akikosa ndani yako hakuna, anakuingia vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So disobedience inakaribisha wakati ufanye mapenzi ya Mungu. Unakuta ya kwamba mambo yale unapokea yanakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna watu walio nje wanalia, mtu alitoka kwa Kristo kama dada kama nyinyi, akaenda akaolewa na unbeliever. Wakati aliolewa na unbeliever, analia
Hiyo ni disobedience kwa sababu imenenwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is written, there is no relationship between believer and unbeliever. How at when now unasema nimekaa sana, nimekumekaje, nimeona kuwa mzuri, unakuta disobedience. Mwingine anakimbia unasema mimi nitaingia kazi, nitaingilia mlango wa nyuma, unaanza kufanya the will of God. Unalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unateswa. Unakuta kwa sababu na ujue ukimwita Mungu labda unipende. Haleluya. Wewe sema Mungu hakusikia, atakwambia it was not my will. Bwana wewe ulifanya shortcut. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo unafanya know the perfect will of God. Kwa hiyo jambo mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watu wanalia huko nje my brother kwa sababu they did not do the will of God. And today Mungu anatuambia tufanye mapenzi yake ili tusije tukalia. Ukifanya mapenzi ya Mungu hata kukija changamoto utamwambia Bwana niko hapa, nipe neema. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumepata disobedience na ni mambo mingi. Number 2 ni pride. Pride inafanya watu wasifanye mapenzi ya Mungu. Mungu anakuambia atakupa hii speaker for example, na anakuonyesha hiyo ndio mapenzi yake, nawe unaona hiyo imekaa, nilikuwa nataka mpya. Haleluya. Nataka tuingie ndani vizuri, nilikuwa nataka nini? Lakini unasikia mtu kwa sababu ya pride, Mungu anakuacha na kuangalia, acha nione venye utafanya. Kama nimekuambia hii ndio yako na unaniambia hapana, na ni kweli unakuta hiyo kitu ni mzuri, kwa sababu Mungu anaweza kukupatia kitu baya. Ukiona kitu sio kizuri kulingana na Mungu, kulingana na neno, ujue sio Mungu. Lakini ukijua Mungu amenipa hii kitu, lakini unaanza kusema hapana. Hata kipawa najua unasikia tunabishana. Watu watakuwa kinionaje? Dada yangu venye unabeba speaker, unaenda hapana sitaki. Nitaona una wakati wanabeba ka on speaker. Unajua watu wanaweza kukuangalia hivi. Sasa kingine unafurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unakuta hao wadogo mlio shuleni hautaki hata kubeba Biblia muonekane mliokoka. So you can't do the will of God kwa sababu ya pride. Wataniona nikiwa nimeokoka, sasa wataanza kusema je, hiyo ni pride. Bwana Yesu asifiwe sana. Na shetani anakuonyesha ati ukiwa, unajua shetani anakuonyesha ati ukiwa mtu wa Mungu utaonekana ukiwa, siku hizo anasema fara ama mtu mwenye hako sawa. Mshamba ni kweli. Mtu mwenye hako sawa ama mshamba, mtu hajui mbele wala nyuma. So the pride inafanya ukose kufanya the perfect will of God. Na ukifanya yako unalia. Unaanza kuita Mungu kuliendaje? Atakuambia ulifanya kama Jona au kwenda Nineve. So go back. Mahali ulianzia uendelee. Sasa ukiambiwa na ulikuwa umeenda mbele, atuambie urudi. Uanzie safari mahali ulikuwa the perfect will of God. Ina take time. Bwana Yesu asifiwe sana. So pride, unabishana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile Mungu ameamua kukupatia kama ni kitu perfect, na unajua huyu ni Mungu ameninenea. Haleluya. Acha kusema nilikuwa nataka nyeupe, nyeusi, nilikuwa nataka new, sikuwa nataka hii. Umefanya hivi, umefanya hivi. Fuata the perfect will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuata the perfect will of God. Kwa sababu Mungu, kuna mambo tumeona pale huwezi yakubali. For example, huwezi fuata mambo unaona hapa kuna disobedience. Hapa sio Mungu. Utaelewa ukiwa karibu na Mungu, utaelewa hapana. Wewe sio Mungu. Hii kitu sio Mungu. Hii kazi sio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
unaiombea Mungu naye anakupa confirmation ni wili yako. Na utaona Mungu ukiwa karibu na Mungu atakufunulia kuonyesha huyu hii kazi ni yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu bibi ni yangu. Huyu bwana ni wangu. Ni mimi nimekuletea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu picha. Anakuonyesha na kuambia, lakini wewe unamwambia hapana. Nilikuwa nataka kazi nilikuwa unaanza. Unakuta hiyo unasema si ya Mungu. Kuna wakati enda uangalie na usiwahi sema ungetaka kuwa nani. Usiwahi kubali hilo. Haleluya. Kuna watu unaona mtu amepita na wale kubwa ama nyumba kubwa ama kuna pesa, unaanza kusema fadhali ungekuwa yeye. Mungu akikufunulia mtu unashangaa unainua mikono. Kwa sababu mimi sio mapenzi ya Mungu. Kwanza huyu mtu anaweza kuwa ameingia ndani kwa shetani. Na wewe ndio mtoto wa Mungu, nasema ngojea the perfect will of God. Pray the perfect will of God. Hallelujah. So pride tumeiona, lazima ukemee pride na Kiswahili ni kiburi. Lazima ukemee kiburi. Ndugu yangu, kiburi kwa mambo yote. Usiende kwa Mungu na kiburi. Angalia Mungu huwa anatumia mtu mnyenyekevu. Yesu alisema nini? Peter walimuuliza, nani atakayekuwa mkubwa? Unajua angetaka kujua, sisi tumeachwa 11. Judas ameenda. Sijui kama wakati huo alikuwa ameenda. Tuko hapa. Yesu tuambie nani mkubwa? Aliwaletea nani? Aliwaletea mtoto. Wakati aliuliza, je, nani mkubwa? Aliwaletea mtoto. Akawaambia yule atakayenyenyekea kama huyu atakuwa mkubwa. Sio lazima unyenyekee kama unataka kujua mapenzi halisi ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So wewe usichagulie Mungu, wacha Mungu akuchagulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, usichagulie Mungu, wacha Mungu akuchagulie. Mama, usichagulie Mungu mambo yako, acha Mungu akuchagulie. Kwa sababu anajua jinsi inavyohitajika. Na badala na huwa tunaongea sana kwa hili doubt. Kudoubt Mungu. Shetani huwa anatumia doubt. Unaanza kutopewa doubt, unaanza kusema huyu sio Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hai, Mungu hawezi nipa hii. Na unajua vizuri sana imekamilika. Lakini unasema hapana. Hapana, sio Mungu huyu. Shetani anakutumia doubt. Na ukitaka kupingana na doubt, ile tumeona ya kwanza kujua the perfect will of God ni seek God. Ukimtafuta atakufunulia. Na akikufunulia usiweke doubt. Atakuletea confirmation nyingi. Hata anaweza tuma mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akuonyeshe. Abia Mungu. Unajua uwezi ulizwa na Mungu. Gideon alitaka kujua the perfect will of God. Wakati alitumwa na amesema yeye kwa ni maskini. Maandiko inasema Gideon aliangalia Mungu. Akamwambia, sijui inaitwaje na Kiswahili, lakini aliweka huku kwingine kukiwa kumenyesha na hapa hakuna mvua, atajua ni yeye. Hapa kukinyesha kukiwa na inaitwa nini hiyo? Maji na huku kwingine hakuna, utajua ni wewe. Hiyo ni nini? Hiyo ni confirmation. Bwana Yesu asifiwe sana. Abia Mungu, kama ni wewe nitumania tu Mungu, tuma mtu wako. Kama ni wewe nenea hivi. Mungu hajaikasirika. Gideon alimwambia Bwana usikasirike. Hakusema amekasirika. Aliuliza mara ya kwanza na pili akasirika Mungu. Confirmation, Mungu hajaikasirika. Ukitaka kujua the perfect will of God, ujue Mungu hakasirika hivyo. Ukikuuliza Mungu kama ni mapenzi yako Mungu, hata mara ya pili hata ya tatu,
Usiwahi ona Mungu kama atakasirika. Anaona ukiwa unampenda sana kwa sababu unataka kutembea na njia zake. Bwana Yesu asifiwe sana. So doubt unaikemea, na doubt unaomba Mungu akufunulie. Na ukitaka anaweza ongea mara 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kukuongelesha, ongeleshe dada, ongeleshe ndugu, ujue ni kweli huyu ni Mungu. Na alafu aleta confirmation ya kukuonyesha ni mimi. Haleluya, ni mimi nimesema hii na hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tuko pamoja. Sijui kama tunaelewana. Tujue mapenzi ya Mungu siku ya leo. Tusipingane na Mungu na tusikimbie. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Mungu akiamua kukutumia na uone hii ni mapenzi ya Mungu, wacha kuambia Mungu nimesoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Itikia. Ni kweli Mungu anajua umesoma na anataka ajitukuze na masomo yako. Ajitukuze na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme dada yangu, Mungu umeanza kuniambia. Haleluya. Bwana akikuumba alikuumba ukiwa mrembo. So hiyo ingine ambayo shetani huwa anadanganya mtu unasema no. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So the will of God ni sisi tuwe karibu na Mungu. Ni sisi maisha yetu tukae. Maisha yako. Kwanza ukisoma na wale wanasoma, kuendelea, kuolewa, fanya mapenzi ya Mungu. Soma katika mapenzi ya Mungu. Huduma, kila jambo unafanya kuna mapenzi ya Mungu. Ukitoka na ukiingia kiboni mwa mama yako, kuna venye Mungu alisema. Anamwambia Yeremia kujua kabla alizaliwa. Kwa hivyo akiwa tumboni mwa mamaye, Yeremia akiwa tumboni, akiwa kadogo, hakuwa anajua dunia. Mungu alikuwa ameplan atakuwa nabii. Even you and me, Mungu alikuwa ameplan venye tutakuwa. So pray the will of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nataka tumalizie. Na ningetaka tuingie katika maombi.